Katika nyakati za zamani, baada ya Nabii Ibrahimu yaani Abrahamu kuhamia katika ardhi ya Sham, Mwenyezi Mungu alimchagua ndugu yake kibaba Nabii Luti yaani Luti alayhi salam awe mtume kwa watu wa miji ya Sodoma na Gomora. Miji hiyo ilikuwa karibu na bahari ya chumvi yaani Dead Sea katika eneo linalojulikana leo kama Jordan. Ilikuwa ni miji iliyostawi kwa mali na biashara, lakini mioyo ya watu wake ilikuwa imeharibika vibaya kwa uovu. Watu hawa walikuwa wamejizamisha katika maovu ambayo hayakuwa yameshawahi kuonekana duniani kabla yao. Walikuwa wakidhulumu wasafiri, wakiiba mali zao na mara nyingine kuwaua. Lakini uovu wao mkubwa zaidi ulikuwa ni kuacha wake zao na kuanza kufanya mapenzi ya jinsia moja, wanaume kwa wanaume. Dhambi hii ilienea waziwazi bila aibu, hadi ikawa jambo la kawaida kabisa katika jamii yao. Watu wakaizoea hali hiyo kiasi kwamba mwanaume kufanya mapenzi na mwanaume mwenzake hadharani ilikuwa ni jambo la kawaida kwao. Qur'ani tukufu inasimulia uhalisia huu kwa maneno mazito. Na tulimtuma Luti alipowaambia watu wake, je, mnafanya uchafu ambao hakuna mtu yoyote katika walimwengu waliotangulia kufanya? Hakika nyinyi mnaoendea wanaume kwa matamanio badala ya wanawake, bali nyinyi ni watu mliozidi mipaka. Suratul Araf ya 7 aya 80 na 81. Nabii Luti hakunyamaza. Alisimama mbele ya jamii iliyooza kimaadili na akaanza kuwaita kwa subira na hekima. Aliwakumbusha kuwa Mwenyezi Mungu ndiye Mola wao na kwamba njia waliokuwa nayo ingewapeleka kwenye adhabu kali. Lakini majibu yao yalikuwa ni kejeli, dharau na vitisho. Walitamka kwa kiburi wakisema, watoeni watu wa Luti katika mji wenu, hakika wao ni watu wanaojitakasa. Suratul Al-Araf ya 7 aya 82. Hata mke wa Nabii Luti hakusimama upande wa haki. Moyo wake ulikuwa pamoja na ovu, na alikuwa akiwasaidia kwa siri dhidi ya mtume wa Mwenyezi Mungu. Alikuwa mwanamke aliyofanyia wanaume mipango na kuunganisha katika kufanya mapenzi ya wanaume kwa wanaume. Siku moja Mwenyezi Mungu alimtumia Nabii Luti wageni watatu, malaika waliokuja kwa umbo la vijana wazuri. Luti alipowaona, moyo wake ulijaa huzuni na hofu, akijua tabia ya watu wake. Hakutaka wageni wake waumie mikononi mwa jamii iliyopotea. Qur'ani inasema, na walipomjia wajumbe wetu Luti alisikitika kwa ajili yao, na kifua chake kikawa kifupi kwa sababu yao. Surat Hud ya 17 aya 77. Habari za kuwepo kwa wageni hawa wazuri ziliposambaa baada ya mke wa Nabii Luti kutoa siri hiyo, watu wa mji walimiminika nyumbani kwa Luti kwa pupa na tamaa. Luti alijaribu kwa mara ya mwisho kuzuia uovu huu. Aliwaambia kwa sauti ya uchungu na maumivu, hawa ni binti zangu, waoeni. Wao ni safi zaidi kwenu. Basi mcheni Mwenyezi Mungu wala msinivunjie heshima mbele ya wageni wangu. Surat Hud ya 17 aya 78. Lakini walijibu kwa dharau, wakisema hawana haja na wanawake bali wanataka wanaume wenzao. Hapo ndipo ukweli ulipodhihirika. Malaika walimwambia Luti kuwa wao si wageni wa kawaida, bali ni wajumbe wa Mwenyezi Mungu waliokuja kuitekeleza hukumu yake. Walimwamuru Nabii Luti alayhi salamu aondoke usiku pamoja na familia yake na waumini wachache bila yoyote kati yao kuangalia nyuma. Basi ondoka na familia yako sehemu ya usiku, wala usitizame nyuma yoyote miongoni mwenu. Basi ondoka na familia yako sehemu ya usiku, wala asitizame nyuma yoyote miongoni mwenu isipokuwa mke wako. Surat Hud ya 11 aya 81. Alfajiri ilipofika, adhabu ya Mwenyezi Mungu iliteremka kwa namna ya kutisha. Ardhi ilipinduliwa juu chini, sauti kali ikawapiga, na mawe ya udongo uliooka yakawanyeshia kutoka mbinguni. Tukaifanya miji hiyo juu yake chini yake, na tukawanyeshia mawe ya udongo uliooka. Surat Al-Hijr ya 15 aya 74. Mke wa Luti kwa sababu usaliti wake na kuangalia nyuma kwa masikitiko juu ya waovu, aliangamia pamoja nao. Mke wa Luti alikuwa miongoni mwa wale waliokuwa wakipiga debe mapenzi ya jinsia moja. Hata walipokuwa wakiondoka katika mji huo ili kupisha adhabu ya Mwenyezi Mungu, yeye hakuridhika. Akavunja amri, akageuka nyuma na kwa usaliti wake akaangamizwa pamoja nao. Mke wake alikuwa miongoni mwa waliobaki nyuma. Suratul Al-Araf ya 7 aya 83. Nabii Lutu na waliokuwa pamoja naye waliokolewa, huku miji hiyo ikifutwa kabisa katika uso wa ardhi. Mahali pake pakabaki kuwa ni bahari ya chumvi, ikiwa ni ishara milele kwa wenye kutafakari. Hakika katika hayo zipo ishara kwa wenye kufikiri. Surat Al-Hijr ya 15 aya 75. Biblia pia ilizungumzia hili na ina maandiko kutosha kuhusu hili, ila mimi nimenukuu moja. Sodoma na Gomora waliotenda uasherati na kufuata mwili wa namna nyingine wamewekwa kuwa mfano kuadhibiwa kwa moto wa milele. Juda ya kwanza aya ya 7.
Namaanisha kuwa katika hili hakuna kisingizio. Dini zote zinakataza, maandiko ni mengi, ila nimeweka machache ambayo yanatosha kueleweka. Na hapo ndipo ukawa mwisho wao. Je, wewe unatetea mahusiano ya jinsia moja kama mke wa Nabii Luti au unaupiga vita? Kama unatetea, basi wewe pia ni miongoni mwao katika watu waliolaaniwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu vinusuru vizazi vyetu na mtihani huu. Mafunzo makuu kutoka kisa cha Nabii Luti. Jamii ikivunja mipaka ya maadili, adhabu huwa karibu. Dhambi zikihalalishwa na kulindwa huangamiza kizazi kizima. Kusimama kwenye haki kuna harama, lakini mwisho wake ni wokovu. Nabii Luti alisimama peke yake, lakini Mwenyezi Mungu hakumwacha. Imani ya mtu ni yake binafsi. Ukaribu wa familia haukoi bila imani, kama ilivyokuwa kwa mke wa Luti.